kipindi chako pendo cha Usikate Tamaa. Somo letu leo tulilo nalo linasema El Shaddai. Ndio kichwa cha somo letu, El Shaddai. Nami ningependa kabla sijafafanua zaidi ni kusomea andiko la Mwanzo mlango wa 17 mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu kwenye Mwanzo mlango wa 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Ndugu msikilizaji, napenda nikualike leo kwenye kipindi hichi pendwa. Habari tuliyosoma kwenye Mwanzo 17 ambapo Mungu anaongea na Abraham kwenye lile eneo Mungu analosema mimi ni Mungu Mwenyezi. Hapo ni maana yake Mungu anajifunua kwa lugha ya asili ya Kiebrania kwamba mimi ni El Shaddai. Na ndiyo maana nimetaka leo tujifunze habari ya El Shaddai. El Shaddai ni lugha ya Kiebrania. Mungu alikuwa anajifunua, ni miongoni mwa majina ya Mungu, majina 7 Mungu aliyojifunua mwenyewe kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo alikuwa anajifunua pia kwa Abraham ambaye ndio baba wa imani. Anamwambia Abraham, ninaitwa El Shaddai. El Shaddai maana yake Mungu anayetosheleza kila kitu. El Shaddai maana yake ni Mungu muweza yote. Kwa hiyo ndugu, nimekualika leo uweze kuelewa kwamba tunaye Mungu muweza wa yote. Yamkini upo katika hali ambayo unapitia isiyofaa, ngumu kwenye maisha yako, lakini tunaye Mungu muweza wa yote. Na yamkini umekata tamaa, lakini usisahau Mwanzo 17 mstari wa kwanza, Mungu anajifunua kwamba yeye ni El Shaddai. Yaani yeye ni Mungu muweza yote. Ninalo jambo la kushiriki na wewe katika Luka mlango ule wa 5. Luka mlango wa 5, kitabu cha mtakatifu Luka mlango wa 5 na mstari wa 4 mpaka wa 8. Luka mlango wa 5 mstari wa 4 mpaka wa 8. Biblia inasema, na alipokwisha kunena alimwambia Simeon, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simeon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washiriki wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja wakazijaza mashua zote mbili hata zikakaribia kuzama. Simeoni Petro alipoona hayo alianguka magotini mbele ya Yesu akasema, ondoka kwangu kwa kuamini mtu mwenye dhambi Bwana. Amen. Naweza ukaona katika Luka 5 mstari wa 4 mpaka wa 8 ambapo Biblia inatuonyesha Yesu aliwakuta kina Petro wakiwa wanavua. Alipowakuta wanavua, wamekesha usiku kucha hawajapata kitu. Alafu Yesu akamwambia Petro, tupa nyavu zako kilindini. Petro naye akawa amelalamika kwa sababu amekata tamaa. Anamwambia, Bwana mkubwa, usiku kucha tumekaa tukifanya hii kazi ya uvuvi, lakini kwa kweli hamna tulichopata. Lakini nataka niongee na wewe, inaweza kuwa upo kama Petro. Umeshughulika shughuli nyingi. Kwenye biashara umefanya biashara. Kwenye kilimo umefanya kilimo. Kwenye ufugaji umefanya ufugaji. Kwenye kuajiriwa umeajiriwa na kufukuzwa, umeajiriwa na kufukuzwa. Na wewe pengine umechoka kama Petro na umefika wakati umekata tamaa. Unasema basi haiwezekani. Petro alimwambia Yesu ya kwamba usiku kucha tumefanya kazi hii Bwana mkubwa, lakini hamna tulichopata. Lakini ashukuriwe Mungu, Petro alitii Yesu alichomwambia. Akamwambia isipokuwa
kwa neno lako tutatupa nyavu.